tumekaa kama wazee wa Katoliki wa parokia hii, tukaona ni vema tutambue mmoja wetu ambaye amekuwa kufanya kazi kwa hiari yake bila kujiga. Mzee huyo amekuwa kufanya kazi voluntarily, yaani bila kushurutishwa na bila kutumwa, kwa kufanya kazi ya Mungu. Tumpigie makofi mzee. Kabla ya hilo, nafanya sana, tulimsengenya sana na wazee, na nataka niwasomee ujumbe wa wazee kwake kwa sifa ya mzee huyo kwa dakika moja, alafu tutamleta tukamfanyia sherehe kidogo. Sifa na heshima kwa Bwana Paul Mnyao. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Bwana Paul Mnyao, mtu wa imani thabiti, mwenye moyo wa kujitolea na aliyejaa hekima. Kwa miaka mingi umekuwa nguzo ya uimara, mwongozo na mshauri wa wengi katika safari ya kiroho ndani ya Kanisa Katoliki la Mtakatifu Maria, parokia ya Rongai. Kupitia ibada yake ya kweli, moyo wake wa huduma na ujasiri usioyumba, amewatia moyo wanaume na familia nyingi kumtumikia Bwana kwa bidii. Ameishi kwa mfano, akionyesha jinsi mwanaume wa imani anavyopasa kuwa mnyenyekevu, mwenye upendo na daima tayari kusaidia. Leo tunamtunuku cheti hiki kwa heshima kama ishara ya shukrani zetu akina baba za dhati kwa mchango wake usio na kifani wa hiari. Tunamtakia baraka zaidi na tele, afya njema na tele, amani nyingi na tele, na katika kila hatua ya maisha yake. Nafahamishwa kwamba mke wake yuko mtaani. Alituambia siku kaka yuko mtaani. Alipo mama wa huyo mzee, tumpigie makofi sisi wote. Kwa sababu si akina mama wetu wanaweza donate mzee wao kwa miaka over 20 kufanya huduma kwa kanisa bila kumuuliza, kwani hiyo ndio kazi nafanyaka peke yake. Kwa sababu ya hilo, mleteni huyo mzee, alafu asante sana, mpigie makofi. Huduma ambayo uko hapa unatoka kwa Wakorintho wa kwanza, tutasikiza kidogo 15:58 wasema, kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, simameni imara, msitikiswe na chochote daima, jitoleeni kikamilifu katika kazi ya Bwana, kwa sababu mnajua kwamba kazi yenu katika Bwana si bure. Asanteni sana, ndio ujumbe ulio kwa portrait hii. Ataenda iweke kwa nyumba yake, alafu sifa na utukufu ni kwa Mungu. Tumsifu Kristo. Alafu pesa hizi, the tallest man close to me na chama simama, tuna zawadi kidogo, asiende nyumbani bila mfupa ya siku, kwa sababu miaka imesonga sana. Na waomba
na mwenzangu mfupi kama mimi ampatie zawadi. Asanteni sana. Tutampa chama aendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Francis atasema God is good all the time. So I'm going to talk about mental health in men and some of the factors that cause problems of mental health in men are cultural and societal norms. That in the traditional masculinity of a man is assumed to be having emotional resilience, the ability to adapt well in the face of adversity, trauma, and stress. So we are known to be very powerful, and especially when we are emotionally attacked. That's why a lot of men spend their time in the gym to have a lot of muscles, to fight stress. And the society expects that we can fight stress. I'll go very fast. There is endurance of pain or hardship without display of feeling and without complaint. When I'm doing rite of passage in this parish, some friends who bring their young people here tell them not to cry, because if they cry, it's a sign of weakness. Kwa hivyo sisi wanaume hatui machozi, kutoa machozi tunaambiwa kwamba sisi ni wanawake. Okay? And this makes us get into what we call maladaptive ways of coping. I'll talk in English because Father's Day was in English. Whatever I'm saying, in English. And so we go into drug abuse and substance abuse. Na tunakunywa bidii kama kawaida. Better the devil you know than the angel you don't know, because that's a coping mechanism and impulse control. And some of us find ourselves in jail. If you go to jail, you find a lot of men have done this, have done that. And so it's because they have the maladaptive ways of coping. There's stigma and discrimination, and we fear to be judged or to be called weak. And a lot of us are called Kehe, Nekai, because we are not circumcised. And especially us from Nyanza, they say you are not a man enough. So because of that, we get into a lot of frustration. And sometimes you heard that a lot of men are committing suicide. And you may be wondering, why are they committing suicide? I have an answer for you. There is William Shakespeare, in his play, the Hamlet play, he says, to be or not to be. This is a contemplation, should I continue living or I die? Because of all this frustration. So everyone has a breaking point in life. When this breaking point hits you, then you get to the Hamlet play of William Shakespeare. You can research after mass. To be or not to be, and that's my favorite writer. There is also Things Fall Apart by Chinua Achebe, and in the time when Okonkwo called Osugo a woman, and it was not business as usual. And so we also have limited mental health services even here in the church. In the God I can live in the church. In the church, there is no structure for principal men and ministries. But I want to thank the leadership from the last time. We have what we call the mentorship group of mental health in men in CMA. So wale ambao wanataka kujiunga na CMA, mimi ndio mwenyekiti wa mentorship group na kuna members wangu hapa, they can stand mwaone. So we were mentorship group for men for last year. I want to thank Father and the leadership for creating that. So we have a place where we can go when we have problems. But also in the country, there are very few mental health institutions that can address men's issues. Socioeconomic factors, unemployment, and even fathers say today that when you take us out, make sure that you spend from your pocket, not from our pocket. Because you expect a man to be having a lot of money, even after giving you the old salary, but unless school is money, in a cost. When you come to the church, we are told, try and work hard to feed your family. Take care of your family during Valentine's, during Christmas, even the Easter celebration. Instead of celebrating the risen Christ, it's for stress because of economical issues.
Now, there's a priest to conclude, Reverend Father Mustasioki, director of Mabanga Seminary. He has done a very good job and is written and added on what two philosophers say. This is Friedrich Nietzsche and Soren Kierkegaard. They say the true strength of a man is not in how much he can endure alone, but his willingness to seek help and embrace vulnerability. So these guys, they talk about suffering and inner strength. And with all the suffering, there is evil, and there is suffering, and there is God. Desmond Tutu of South Africa in Japan, he once said that even in our suffering, God exists. But there's a question he asked, he said, with all this suffering, does God really exist? Talk to an expert if you think that talking to another person will cause more men. Because for us men, we are strong in muscles. And a lot of people say we have added weight. So you spend the time in the gym, and in the morning I see men running. That's why they don't come to church. They run here, to cut weight. So we don't know whether we are copying Europe or we are copying America. Because I've been to America, and Americans are very big people. When they come here, they talk about BMI. Daktari huko. Yeah, they talk about BMI and get stressed. So you don't know whether to grow fat or to remain big. Tumsifu Yesu Kristo. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Happy Father's Day. Thank you. And you look very smart. Sasa nataka kusema tunawaenzi, tunawapenda, na ile kazi tunafanya tunaiona. Tunawashukuru sana na muendelee kushikilia kanisa. Kina mama wa CWA. CWA? Where are you? I'm not hearing it. CWA? Strong in faith. CMA? Fire, fire, fire. Hicho ndio huwa tunawaenzi kwa mkutano wetu. Kwa sababu mjue tunawapenda, tunataka tutembee safari moja, na Mungu awabariki sana. Nimeshukuru sana wanaume wote ambao waliojitolea kumpatia na kumpa heshima hii. Asante sana. Tena naombea Mungu azidi kuwalinda na kuwaongoza hata kanisani na nyumbani. Maana sina chochote naweza kumpatia iwe shukrani kwenu. Yangu ni kumwombea Mungu azidi kuwaongoza na Roho yake Mtakatifu na neema yake iwafikie wote. Amen.